nitakufunza tu jinsi ya kukaa ndani ya Kristo ukiwa unampendeza. Haleluya! Itaenda hivyo, na labda itafika kiwango ambacho tutazungumzia hata wazazi na kila mmoja ambaye atakuwa mahali hapa. Kwa hivyo kama umekuja na tatizo, usiwe na walaki, Mungu yupo pamoja nawe na utaweza kufikiwa. Vijana wengi wamekuwa wakipotea tukiangalia katika ulimwengu wa kisasa. Maana ulimwengu tuliomo, mambo yanakimbia kwa upesi sana. Kumeingia vitu vingi vya mtandao ambavyo mara mingi zinawapoteza vijana. Wakati mwingine wangelipenda kujua njia ya kusimama imara katika wokovu, lakini kwa sababu ya hivi vitu ambavyo vimeletwa na hawajajua jinsi ya kuweza kuvitumia, wanajipata ya kwamba wametoka katika njia iwapasavyo. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa mfano, leo hii kumeingia simu. Leo nimeingia hapa, nimetoka kule magharibi, mkoa wa magharibi kule nyumbani. Nimeingia asubuhi saa 12:30. Nilikuwa na shughuli kule, na nikawa katika shughuli zangu najaribu kuangalia, nikaona kumekuja hata simu zile za mkopo. Wakati mwingine mimi nilipokuwa ile miaka sikuweza kupata simu, lakini vijana wameweza kupata simu zile pasipo kujua atazitumia kwa njia ya aina gani. Haleluya! Ninaposema hivi, kuna baadhi ya vijana, najua mimi ni mwepesi sana wa kuzungumza na wao, na rafiki zangu wakati nilipokuwa nikizungumza na wao wakaniambia ya kwamba mbona nyinyi millennials Mungu wa mnakaa maante sasa. Haleluya! Jenzi wako ndani. Eno watu hiyo mkono. Eno hawako. Haleo. Bwana Yesu apewe sifa. Jenzi mko ndani. Wako ndani lakini wanaogopa. Wakati mwingine naonekana mkali lakini sitawapiga. Haleluya. Tatizo na hizo simu ni kwamba hata wakati mtoto anapopaswa kusoma Biblia, yeye yuko ndani ya simu. Tuko kanisani, mnafikiria yeye anasoma Biblia ya simu, kumbe yeye yuko kwa mambo mengine. Yuko kwenye chatting, yuko ana browse, ana watch video. Wakati mwingine hata ikifika wakati wa kulala, yeye yuko ndani ya blanketi, lakini kama mzazi unaona kuna light inatokea ndani ya blanketi. Haleluya. Tuko pamoja. Napenda kuzungumza na watu kana kwamba tunazungumza lugha moja. Bwana Yesu apewe sifa. Na hayo ndio mambo mengi ambayo yanafanya vijana wanapotea. Maana kutokea pale wanapata ile inaitwa peer pressure. Wanatamania kufanya jinsi wale wengine wanataka wanavyofanya. Na unapata kwamba wamejiingiza kwa mambo ambayo hayawafai. Na hapo ndipo kunaingia sehemu ya watch pornography. Hapo ndipo kunaingia sehemu ya watch video ambazo hazifai. Na zile video zinachochea hisia za mwili, zinachochea akili zako kuweza kujiingiza kwa mambo kana kwamba yataweza kukupoteza kama kijana. Haleluya. Lakini nichukue nafasi kuweza kushukuru wewe ambaye umeingia katika nyumba ya Mungu. Ni kwa sababu umetafuta kujua ni njia ipi ambayo utaitumia kuweza kuepuka mambo yale. Haleluya. Unatamania kujua utatumia njia gani kuweza kuepuka hizi tamaa za mwili ambazo zimehubiriwa kwa wakati mwingi, na haswa zinahubiriwa kwa vijana, maana zinateka sana vijana. Unajiingiza katika madawa,
kujiingiza katika usherati. Mnapoenda pale shuleni, mimi nimepata nafasi, Mungu alinichalia kidogo, nikapata nafasi ya kuwa katika shule ya boarding school, na tena nikapata kuwa katika nafasi ya kuwa katika polytechnic. Na ndipo mara mingi mimi husema ya kwamba nikipatana na vijana niwahimize ya kwamba mzazi anagharamika, ya kwamba maisha yako ya usoni yao mema. Unapopata ile nafasi ya kusoma, itumie vizuri. Usikubali kuingizwa katika hivi vitu tunavyosema. Umepewa nafasi ya kupata simu, mzazi ameenda hatua kana kwamba akakupa, akakutafutia kukununulia wewe simu. Mwingine akaenda hatua hata akaingia katika madeni ya kwamba akakununulia ile laptop ukapate kusoma. Lakini baadhi yao hawatumii ile nafasi kuweza kusoma, wanatumia ile nafasi kuweza kufanya mambo yao ambayo hayapendezi. Na ndipo imizo langu mchana wa leo ya kwamba kama mzazi amejukumika, ya kwamba wewe kama mwanao kaweze kupata ile nafasi, itumie vyema ili ukaweze kuwa mtu wa maana katika maisha yako na kaweze kumuinua. Bwana Yesu apewe sifa. The parents are investing so much. Wazazi wanainvest sana katika watoto, lakini wakati mwingine watoto wanawaangusha. Ni kwa sababu ya kujiingiza katika vikundi ambavyo havifai. Lakini kama mtoto ambaye unaichua na unatazamia kufuata njia iliyo njema ya kutembea katika njia ya kumpendeza Mungu, utafanya lipi ili kuweza kuepuka mambo yale yote? Bwana Yesu apewe sifa. Warumi 8 mstari wa 14. Warumi 8 mstari wa 14. Msomi mzuri sana, naomba ukaweze kunisomea. Kama umepata sema amen. Kama wewe ni msomi, inua mkono wako juu ili upewe kipaza sauti. Yesu asifiwe. Romans chapter number 8 from verse 14. Kitabu ni Warumi 8 mstari wa 12 tupate context vizuri. 12. Inasema, basi kama ni hivyo, ndugu tu wa deni, si wa mwili, tuishi kwa kufuatana na mambo ya mwili. Niendelee. 13. Kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili, mwataka kufa, bali kama mkiyafisha matendo ya mwili kwa roho, mtaishi. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Ukitaka kuepuka mambo haya yote, unakuwa mtu mwenye kukubali kuongozwa na roho wa Mungu. Maana unapokubali kuongozwa na roho wa Mungu, unakubali ya kwamba roho wa Mungu aliye mtakatifu akaweze kuishi ndani yako, na roho wa Mungu akija kuishi ndani yako, anakuwa mwenye kukuongoza. Anakuwa mtu mwenye kukuongoza ndani ya matamshi, anakuwa mtu mwenye kukuongoza ndani ya matendo yako, anakuwa mwenye kukuongoza hata ndani ya ya kuangalia kwako. Bwana Yesu ainuliwe. Anakuwa mtu mwenye kukuongoza hata katika kutembea kwako, ukikubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akikaa ndani yako, anatoa sasa ile asili ya binadamu, anatoa sasa ile asili ya utu. Bwana Yesu ainuliwe. Yaani ubinadamu na mwili anautoa ndani, anaingiza sasa asili iliyo ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Asili ya Roho Mtakatifu ni gani?
Asili ya Roho Mtakatifu ni kukuwa na upendo. Asili ya Roho Mtakatifu ni kutazamia kutenda kila wakati yale kana kwamba yanampendeza Mungu. Bwana Yesu ainuliwe. Ukiwa unaishi ama umekubali ya kwamba Roho Mtakatifu aishi ndani yako, yeye mwenyewe anafanya kazi ya kutoa mwili, kutoa asili ya mwili ndani yako. Anatoa tamaa ya mwili ndani yako. Anatoa uzinzi ndani yako. Anatoa kila aina ya uovu ndani yako. Anafanya mwili wako unakuwa mtakatifu. Bwana Yesu ainuliwe. Wakati mwingine unaweza ukawa mwimbaji mzuri sana. Wakati mwingine unaweza ukawa mhubiri mzuri sana. Ukihubiri watu wanapendezwa na injili unayohubiri. Unapotembea kufanya kazi ya Mungu watu wanapendezwa. Wanasema hakika ninafurahia na ninabarikiwa na jinsi yule ndugu anavyofanya kazi ya Mungu. Hakika ninapendezwa na jinsi anavyoimba vizuri. Ninahisi ndani yangu ninabarikiwa. Ninahisi ndani yangu nimebadilika. Lakini wewe mwenyewe unapofanya ile kazi, unapaswa kujichunguza ndani ya moyo, ndani ya roho yako, ya kwamba je, umempa nafasi Roho Mtakatifu kukaa ndani yako ili kwamba akatoe asili ya mwili. Haleluya. Kunao wengi sana wanasema wamekombolewa, wameokoka, lakini hawajakombolewa. Kuna vijana wengi sana wanasema wameokoka, lakini hawajakombolewa. Maana ukiwafuata matendo yao, Roho wa Mungu anayajua. Haleluya. Hata na wewe ukiweza kuyatazama yale matendo, unaingiwa na kushangaa. Kweli hii ndio injili. Ikija kwa kazi ya Mungu unaifanya vizuri sana. Ikija kwa uimbaji unaimba vizuri sana. Kuna wakati nilikuwa mahali nikashuhudia jambo. Maana katika safari yangu ya wokovu, mtumishi wangu kuna mambo amenifunza. Na wakati mmoja nikaunganika na waimbaji mahali fulani. Na kiongozi wa waimbaji, ilipofika sasa, ilikuwa wakati wa training. Sasa akija upande wa wasichana, anasalimia alafu anagongesha hapa. Haleluya. Nafikiri ningetembea na mke wangu naonyeshe vizuri. Lakini alikuwa na machovu. Tumesafiri leo. Kwa hivyo hangeweza kufika. Yaani anasalimia mwanadada, anamsogea karibu, alafu anafanyaje? Anaweka hii inaitwaje? Shavu lake anaangalia kwa lile la msichana. Nikaangalia nikasema, hivi ndio Mungu amesema tupendane? Haleluya. Ndio anafanya upendo ule tumeambiwa. Lakini matokeo yalitokea tu. Haleluya. Matokeo hayakukaa sana. Maana baada ya muda ilikuja ikapatikana kwamba amempachika mimba yule mwanadada. Mtumishi wa Mungu alikuwa mzuri sana. Alikuwa akifanya kazi nzuri sana. Lakini hakukubali ya kwamba Roho wa Mungu akae ndani yake, akatoe tamaa ya mwili. Haleluya. Wakati mwingine kutolewa hali ya mwili inakuwa uchungu. Wakati mwingine kutolewa hali ya mwili inaonekana kama ni kitu cha ovyo. Watu wengi hata walio ndani ya ndoa, wakati wanataka Roho Mungu anayotaka kuwatoa katika mwili, wanaona ni uchungu na wanarudi kule na wanavunja ndoa zao. Haleluya. Sio tu kwa vijana peke yao. Mambo haya nimeyaona na ninatamani nikuhimize hata wewe ndugu uliye mahali hapa na dada, ya kwamba wewe unatangaza kila siku ya kwamba umeokoka. Tazamia kila siku kukaa ndani ya Roho Mtakatifu, ili kwamba yeye mwenyewe akaweze kukutengeneza ukae chombo kizuri, uwe chombo kitakachompendeza Mungu. Usiwe tu chombo cha kuwapendeza wanadamu. Sisi wanadamu wakati mwingine hatujui, lakini yeye Mungu aliye juu mbinguni, anayeona kwa siri, anajua matendo yako, na yeye mwenyewe hauwezi kumwepuka. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu ainuliwe.
kijana natamani sana. Sasa nilishajiingiza kwa hivi vitu. Sasa nitatokaje? Kila siku wakihubiri, wanazihubiri, lakini hawaniambii nitatoka aje ndani. Bwana Yesu apewe sifa. Unaambiwa tu yale maovu ambayo unatenda kama kijana, lakini haujaambiwa jinsi ya kutoka ndani. Kutoka ndani, siri ni moja, ya kwamba simama ndani ya maombi na ukubali Roho Mtakatifu akaweze kukaa ndani yako, ili kwamba atoe asili ya mwili akaweze kuingia ndani na akaweze kufinyanga. Haleluya. Tunataka tuwe vijana ambao watahubiri Injili. Tufanye ile kazi ambayo tuliitwa kuifanya. Na hatuwezi tukaifanya ile kazi kwa vikwazo. Hatuwezi tukaifanya ile kazi ikiwa ya kwamba tutakubali ujana wetu ukadharauliwe. Haleluya. Somo la asubuhi limetuambia ya kwamba tusikubali ujana wetu udharauliwe. Tunaonekana sana tunajua kupiga vinanda, lakini tunapopiga vinanda hatupigi ya kwamba sifa imwendee Mungu. Tunapiga ni kwa sababu kuna mdada ananiona nikipiga, na ninapomwangalia niona ananiona. Sasa ninaweka madoido vizuri, sasa ninaruka vizuri. Bwana Yesu apewe sifa. Badilisha hali yako, ukaingia na Roho Mtakatifu, ili kwamba akaweze kukubadilisha, akufanye kiumbe kizuri, akufanye chombo kizuri kitakachompendeza Mungu. Haleluya. Ufunuo wa Yohana 3. Ufunuo wa Yohana 3. Mstari ni wa kwanza. Ufunuo wa Yohana 3 mstari wa kwanza. Kwanza mstari wa kwanza. Yes. Na kwa malaika wa makanisa, na kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye na hizo roho 7 za Mungu na zile nyota 7, na yajua matendo yako, ya kuwa una jina la kuwa hai, nawe umekufa. Sikia mambo ambayo Roho Bwana anamfunulia mtumishi wa Mungu Yohana. Anamfunulia Yohana akiwa ndani ya machozi. Anamfunulia Yohana akiwa ameteswa. Anamfunulia Yohana akiwa kwenye kisiwa, kana kwamba hakuna binadamu yeyote mahali pale. Ametupwa pale ya kwamba akaweze kukufa, lakini Roho wa Mungu anamshukia ndani ya yale machozi yote, ndani ya kule kuteseka kwote, ndani ya kule kuacha ya kwamba akaweze kufa, ndani ya kile kiasi kana kwamba hata haoni, macho yameweza kutobolewa. Roho wa Mungu anamfunulia Yohana, anamwambia ya kwamba katika na kwa malaika wa kanisa lilioko Sardia andika haya, ya kwamba ninajua una sifa za kuwa hai, lakini wewe umekufa. Yes, unaimba vizuri, tunakuona ukiimba vizuri, lakini kuna kitu ndani yako. Roho Mungu anapoangalia anaona ya kwamba umekufa. Yes, wewe unahubiri vizuri, lakini Roho Mungu anapoangalia ndani ya maisha yako, kuna mambo ambayo akiweza kuangalia anaona ya kwamba wewe umekufa. Kuna mambo ya kwamba umewacha, kuna mambo ya kwamba hautaki kuachilia, kuna mambo ya kwamba yamekusika, ya kwamba hauwezi ukaweza kuyaachilia. Umeingia ndani ya unajisi, umeingia ndani ya tamaa, na hutaki kuachilia ile tamaa ya kwamba umfanyie Mungu kazi kwa njia inayompendeza. Roho Mungu anasema namna gani? Ya kwamba wewe umekufa. Haleluya. Sisi tunakujua kama mtumishi mzuri sana. Sisi tunaangalia hivi tu, kiimba sisi tunacheza, lakini kuna mambo ndani yako ambayo unapaswa kubadilisha. Haleluya. Kuna mambo ndani ya maisha yako, wewe kama kijana, wewe kama mzee, wewe kama mama, unapaswa kubadilisha. Maana Roho Mungu anasemaje? Ya kwamba wewe una sifa za kuwa hai, lakini umefanyaje? Sifa unazo sifa za kuwa hai. Yule mama ameokoka, yule mama ameokoka na tunamjua,
Si kila Jumapili tunamuona akienda kanisani. Na akifika kanisani si yeye utoa. Kwa kutoa yeye yuko sawa. Kwa kuimba yuko sawa. Yule kijana hata unapomwangalia mavazi yake peke yake yako sawa. Haleluya. Mavazi yako sawa. Lakini kuna kitu Roho Mungu anasema ya kwamba kuna kitu ambacho kiko karibu kufa, na anasema pale chini ya kwamba jaribu ukaanza kukifufua. Bwana Yesu ainuliwe. Uwe mwenye kukesha, ukayaimarishe mambo yaliyosalia yanayotaka kufa. Usilale kama kijana, usilale kama mzee, usilale kama mama, usilale. Kuwa mtu mwenye kuomba wakati wowote. Kuwa mtu mwenye kutafakari kutokana na Biblia. Kuwa mtu mwenye kutafuta kutenda sawa sawa na jinsi sheria ya Bwana inavyosema. Kuwa mtu mwenye kutafuta kutenda yaliyo mema yenye kumpendeza Mungu. Usiwe mtu kana kwamba unapoona mtoto wa mwenzako anaweza kufanikiwa, unakuwa mtu mwenye kuwa na uchovu mwingi ndani ya moyo. Unakuwa mtu mwenye kuwa na huzuni mwingi ndani ya moyo. Usiwe mtu kana kwamba pale kazini unapoona kuna mmoja anataka kuinuliwa, kupandishwa cheo, unakuwa mmoja wa wale kutafuta kuwashusha. Usiwe mmoja kana kwamba unakuwa mtu mwenye kuwapiga watu hata kanisani na kuwatoa. Haleluya. Bwana Yesu apoe sifa. Badilisha tabia zako. Badilisha hicho kana kwamba kinaelekea kufa, ili kwamba ukasimama imara, ukampendeze Mungu, ili kwamba ukaingia katika uzima wa mbinguni. Haleluya. Hatuwezi kuingia kabla hatujabadilisha. Hatuwezi. Tutakuwa tunajidanganya. Wewe kijana umepata nafasi ya kuwa ndani ya vijana wenzako kule shuleni. Tafuta kukaa ndani ya vikundi kana kwamba havita kuchochea kujiingiza ndani ya mambo maovu. Tafuta kukaa ndani ya vikundi ambavyo vitakuchochea kutafuta uso wa Bwana. Bwana Yesu ainuliwe. Wewe ni kijana na upo kanisani. Umepata nafasi ya kuwa katika kikundi cha vijana ama kikundi cha waimbaji. Usiwe mwenye kutafuta kuvunja kile kikundi. Usiwe mwenye kuingiza maovu ndani ya kile kikundi. Usiwe mwenye kutafuta kuvunja wale watoto kana kwamba umepatiwa ndani ya kile kikundi. Bwana Yesu ainuliwe. Umebahatika kuwa ndani ya hicho kikundi. Umefikisha umri wa kuoa. Tafadhali tafuta msichana mzuri ambaye atakupendeza wewe, ukaweze kumuoa, ili kwamba ukipata kuchemka unaenda kwake. Bwana Yesu ainuliwe. Si vyema tuweke uchafu ndani ya kanisa. Si vyema tuweke uchafu ndani ya waimbaji na vikundi vya vijana. Bwana Yesu atoe sifa. Amina. Tunataka sifa nzuri kutoka kwa vijana wetu, ya kwamba amebarikiwa, amepata mchumba, ameongea na wazee wa kanisa, wazee wa kanisa wamekubali, ameongea na wazazi, ameongea na kanisa, lakini sasa imefikia kana kwamba tunakuja kukula keki ya harusi. Bwana Yesu ainuliwe. Bwana Yesu ainuliwe. Si itakuwa furaha kwa kila mmoja, lakini vitu vya aibu havipendezi. Na kama labda kwa njia moja uliweza kuteleza, hatutakuhukumu, lakini tunakupatia nafasi ya kufanya uamuzi uliye mzuri. Bwana Yesu atoe sifa. Msikae ndani ya tendo mkiwa hukumu, ni kwa sababu
ya yale yaliyotendeka. Kuweni wenye kuwatia imani na kuwaweka ndani ya msingi upasao. Haleluya. Naongea sana sana na vijana. Let us encourage each other. Na sisi ambao tuko ndani, tutafute sana kumpendeza Mungu. Tusiwe wenye kuleta aibu katika kanisa. Tutafute kana kwamba tutawatoa aje walio katika ulimwengu, waleta katika kanisa. Bwana Yesu ainuliwe. Hiyo ndio kazi ambayo tumepewa. Na tukiwa mfano mwema, hatutafanya ujana wetu uwe wenye kudharauliwa. Tukiwa wenye mfano mwema, tutafanya tabia zetu ziwe zenye kuigwa na wengine. Haleluya. Amen. Tukitembea katika njia ambayo itupasayo, tutakuwa wenye kumpendeza hata aliyemuumba wetu. Bwana Yesu apewe sifa. Simama kwa mguu wako. Simama kwa mguu wako. Simama tu kwa mguu wako. Nataka strings nzuri tu. Wewe ni mzazi, uko mahali hapa. Nikifikia tamati, nitaachilia kipaza sauti kwa askofu. Andisha hizo strings kidogo. Wewe ni mzazi, uko mahali hapa. Unaangalia mtoto wako, unaona kwamba labda tabia ambayo ameingia ndani haikupendezi. Unakuwa mtu mwenye huzuni, unakuwa mtu mwenye kutembea ukisema na ukiambia watu vile mtoto anakusumbua, vile umeshindwa utafanyaje. Hapo unapoambia mwanadamu unakosea, jawabu liko kwenye magoti. Unapoenda mbele za Bwana, zungumza jambo mbele za Bwana, ni kwa sababu ya uzao wako, jinsi ambavyo ungalipenda ya kwamba Bwana akaweze kuutengeneza. Mungu wetu ni Mungu anayesikia, ni Mungu anayebadilisha. Alibadilisha moyo wa Sauli, ulikuwa moyo mzito, moyo wa kuwatesa watu wa Mungu. Alivyombadilisha, akampa jina jipya, akampa jina ambalo limehubiri Injili zaidi ya watu wote. Bwana Yesu apewe sifa. Tafuta ndani ya moyo wako jambo ambalo unaweza kunena mbele za Bwana. Wewe ni mwanarika, uko ndani ya nyumba, unatamania ya kwamba Mungu akaweze kukubadilisha. Mimi siwezi nikajua udhaifu ulio nao, lakini Mungu anajua udhaifu ulio nao. Jirani yako hajui ule udhaifu ulio nao, lakini Mungu anajua. Unapojiachilia mbele za Bwana, ambia Bwana akaweze kubadilisha. Bwana akachilie Roho wake aliye mtakatifu, kana kwamba kakae ndani yako, akaweze kutoa asili ya mwili, akaweze kutoa majivuno, akaweze kutoa kiburi, akaweze kutoa hasira, akaweze kutoa ugomvi, akaweze kutoa usherati, akaweze kutoa anasa. Bwana Yesu ainuliwe. Yesu mkomako tu. Oh,
Bwana mchana wa leo akaweze kubadilisha. Ambia Bwana mchana wa leo akaweze kubadilisha, akabadilisha tabia zako, akaweze kubadilisha mienendo yako, akaweze kubadilisha mawazo yako, akaweze kubadilisha kile kana kwamba kimekufa